Hello guys, here is the next episode and we're gonna discuss about security issues here at Rongo University, and everyone is going to discuss and explain how there is rise in insecurity at Rongo University. I am Cheryl. I'm here with Quinta, Naomi. Then Alex. Yeah. and the floor is now open for everyone. So like issue ya security na ilikuwa tu hapo kitambo ndio ilikuwa like tense hivi. Like ilikuwa kali. Si mnakumbuka hiyo time yenyewe watu walikuwa wanapotea hiyo bila kujulikana, unapata leo nilikuwa na mimi, kesho watu yuko. Unaona? So like walienda after watu nilisikia watu walikuwa wa protest hapo shule. Wang'ore waende waitishe nini, like waongelee issue na security. Juu hiyo time nayo ilikuwa kupotea ilikuwa tu rahisi hivyo. Juu kama kuna boys fulani alipotea kutoka sherehe saa mbili like akitoka tu sherehe hapo, unasimama hapo kutoka main gate hadi kufika gate C. Like kulikuwa na hiyo gate but hakukuwa like saa hiyo time ndio saa watu wakaenda wakaongea, like president wa hiyo time akaenda kaongea na VC wakaekewa street lights hapo kwa barabara. Si ndio hiyo time like after hapo unakuta watu wanaweza tembea usiku, si unaona kila mtu anakuona tu hapo kwa barabara ukipita, so huwezi kuwa abducted hivyo rahisi. So from that ile incident yenye ilitokanga by the kuna boys fulani alipatwa kwa kisima kama amekufa, so na watu walikuwa wanasema eti maybe kuna mtu alimuua akamweka ndani kwa kisima. Kwani ilikuwanga ukweli ama huyo boys aliamua kujiua? So hapo tuwezi sema what actually happened, but the problem is like, the truth is that case ilikuwanga true, alikupatikana. So hiyo ni insecurity kali sana ambayo ilipatikana hapa. Maybe kungekuwa na security kwa hiyo hostel yenye alikuwa anaishi, tungejua ukweli kama aliuliwa kwingine akaletwa akawekwa huko ndani, ndio tungejua. Sasa unaona insecurity ndio ilifanya hakuna information clear about what happened. Sasa hapa tuwezi na haijaisha. Unaona juzi tumesikia eti watu wamechapwa huko Downtown saa 4 yenye ijakuwa usual vile. Ni kama tena hiyo insecurity imeanza kupoka, ama watu wenye walipewa patrol wameenda kulala. Si mimi nasema like hiyo issue na security hapo kwa shule. Mimi like kutoka kitambo nimekuwa tu nikijua security yenye shule ina offer ni ukua kwa school grounds. Si ukua nje. Ukua nje kuna unapata kama mimi leo weekend naenda club. Nimepiga sherehe mpaka saa 9. Sasa saa 9 ndo natoka. Hapo saa shule inahusika aje? Unaona? Shule hapo ijui mali mimi niko. Juu mimi yenyewe nisha sign and residence nikapeleka huko shule, siishi huko. So like napigiwa nyongo huko ndani. Na wanafaa kuwa like concerned, wanasema yenyewe hapa tuna slack juu si yako ndani ya shule. Kuna hiyo time yenyewe msee alikuwa anapigwa hapo shule. Si magazi walienda kumtetea. Unaona, si like hapa nje. So ni wewe mwenyewe ujue manage time yako vizuri. Usiku ikifika wewe ukiona yenyewe masaa fulani sifai kutembea, wewe fika tu keja kwa juu ulale. So nikuulize, so what are you trying to mean? Do you mean that hapo mwanzo kulikuwa, if you try to compare the security cases zenye zimekuwa hapo mwanzo kufikia saa hii, how do you see about it? Security improve hapa around Rongo University ama Ikiulizwa naweza sema like hatuwezi sema iko fully, ni kama tu venye hatuwezi sema ati police station iko imegat kila mtu, si bado watu wanaibiwa kwa kijiji. So like wao wameng'ang'ana mali wanaweza wakatuwekea gates kwa perimeter za schools, like kila mahali lazima tu ukue identified ndio uingie. Unaona hizo fence zina safeguard watu wenye wako within the school. So like hiyo kutoka hiyo kitambo yenye ilikuwa hakukuwa lights, unapata tu umetoka una pass through the school huko in danger.
Juu hakuna lights, hakuna mtu atajua nini ilikufanyikia, watakupata tu. So like after wameweka hizo lights au mawochi wamekuwa like cautious na hiyo security details. Na nasema like wameimprove tu kiasi. But it is not fully catered. Si fully juu after gate ya shule ni hivyo. Wewe mwendo unaumaliza. Sasa unaona kuna kitu ingine ningepewa ile opportunity ni lazy hiyo issue hawajaweka ile unajua kuna kampani zingine huwezi ingia hivyo. Kama Kisii campus huko unaingia kama una ID uko na school admission letter ya shule. Ilibaki hadi like sisi tulikuwa tumeenda kuperform huko. Tuliambiwa to prove sisi ni warongo. Like tutoe evidence. Ikabaki sasa tuonyeshe details. Nilienda huko Kisii campus mimi sikuwa najua kama wanaitisha hiyo. Nilibaki nje lakini sister yangu akanitetea. Kaniambia ni mgeni amekuja tu kutembea kiasi na si eti tulikubaliwa tu hivyo kuingia. Ilikuwa kaambia sawa lakini usipatu. Unaona? Hii kitu ndio tunafaa unaona huko shule watu ni wengi wanaingianga huko, wengine si wanafunzi. But so unajua like mimi niliulizia details za huko venye watu like wana operate. Nikaambiwa like first thing ukiingia tu shule hivi siwe ni first year. Hiyo wiki ya pili unakuwa na nini? Hiyo ID. Sasa sisi hapa bana naye kupata ID. Kupata ID na nafaa place hiyo issue ifikie huko juu for security purposes. Unajua watu wengine wenye wanaenda by that wote si maybe wanafunzi. Ndio unapata ni young people but si wanafunzi. So unapata hadi mwizi ameingia tu hapo. Hii freedom ya kuingia tu hivi unapata tu mtu kwanza unaweza pata mtu amekuja patrol. Anakuja tu kama mwanafunzi lakini ako na ile kitu. Ako na agenda yake. Kuna main agenda yenye imemleta hivi shule. Hiyo mnaiona aje kule? Hiyo inafaa kuwa like waangalie tu hiyo stuff na ID. Juu kupata ID na si rahisi. Juu kuna wase hadi msi unapata kodhadia lakini high school ID yenyewe hana. Like wana take long kupeana. Like na ni kitu unafaa tu like ukiingia ukipewa. Ndio like wa safeguard hizi freedom za watu wengine kukuja ama unapata mtu anakuara hata si wa shule. Unaona? Yeah, kutoka hizo. There was an incident like kuna news ingine ili pop up jana. Nilisikia ikifika kitu saa 4 usiku hapa kama unateremka hivi Oakville. Nasikia kuna villagers wanapiga makomri. Na niliona wanalilia au leaders wenye tulielect. So sijika vile leaders wenye tumeelect wa shule wanarelate aje na security ya nje. Unajua like leaders hapo kwa leaders wanafaa kuwa like ni kama venye unapataga kuna umse wa kwanza mwenye unaweza ambia shida yako na kuna umse after umemwambia mwenye sasa ataenda kutafutia solution. Unaona? So si hatuwezi enda tu direct tubishe kwa VC tumwambie VC bana iko hivi na hivi. Security yetu bana hiyo like si yako na leaders kuna council ya students. Who leader and then mpe shida zenu. Like amwambie peleka mbele hizi mashida zetu ndo tuko nazo. Wewe kama atakataa kufanya mbele hapo sasa ndo mnaweza sema tutaprotest mkosa kufanya hivi. Unaona? Si like ati tumeachia tu leaders kazi yao ni nini kwani hapo? Si ni kututetea huko mbele. Hiyo like inafaa kuwa priority yao kwanza kuangalia kitu ya kwanza ni security. Juu Mr. mko hivi niende shule kama najua shule nitaijua nikitoka kwa nini. Unaona? Wanafaa kuwa like ukiangalia stuff kama. But mimi kitu naonanga pia security inafaa ianze kwa hostel unaishi. Unajua kuna hostel zingine huwezi enda past saa 4. Sasa landlord ndo anafaa yake hizo restrictions. Hakuna kuingia hapo saa 4 ama kama unaingia na wewe si wa hapo lazima uende ongee na caretaker akikuruhusu uingie. Na pia hakuna kulala hapo. Like sasa hata kama uko na mtoa ama nini, huwezi lala hapo past 2 days. Like naona si hostel most zenye mimi nimeishi. Like ziko na hiyo rule. Yeah, wewe kama ni mgeni wako amekaa stay past 2 days. Unaona? Yeah. But sasa ile naweza taka kuuliza swali. Kwa hii case ya kama relative sasa. Sema brother yako cousin yako amekuja kukutembelea. Pia ya siku mbili.
Si hapo sasa inabidi muongee na caretaker wa hapo na landlord. Yeye ndo kuna majukumu ya kumwambia ya kukubali huyu maybe ni relative, sasa wacha tukaekae na yeye ama atakaa visit days zikiisha. Yeah, juu wanafanya hivyo ndo watu protect for security yetu sasa. Sasa mimi naonanga like wanafaa wa improve. Sasa au ni hizo hostels zenye hazina hizo rules. Hizo rules zinafaa ziwekwe. Unajua maybe makomres nao wako na kiburi. Unapata mtu ni wa sherehe sasa anasema sasa Friday ni itabidi sherehe nitatoka sherehe saa 2. Itabidi. Sasa unaona ukienda sherehe, ukirudi upate kaa gate wamelock gate. Itabidi urudi mahali umetoka. Ulale huko kesho, ukijipanga urudi ulale kwako. Utakuja next level. Juu maybe unaweza toka huko saa 8, ukuje. Unajua mtu wa sherehe by the uko na mabeshte wenye tabia zao si zile poa. Maybe akuje kwako hiyo day, ukuje mlale na yeye kwake. Amekuja ndio, kumbe amekuja na intentions zake kuchungulia hostels, angalie vile vitu ziko. Next akuja ibie hapo. Next atakuja hiyo saa 8 aingie kama mtu mwenye anaishi hapo na achukue. Unajua like hiyo issue inakuwa gani? Mostly mimi naona ile mwenye shule imeanza like watu wameanza kuenda huko. Mimi kama last time bana. Walitoka kiatu wangu iko mpya. Ili niuma by the way. Juu like si mnajua tulikuwa na ile habit ya umekaa mwenyeshewa, kuna matope, huwezi ingia na kiatu kwa nini? Like unaona tiles yako ni ya white. Utaingia na hapo. So like mimi nilikuwa naacha tu hapo kwa mlango. Si nimezoea je ienda. Acha tu niamke asubuhi hapa nimengaria tu hivi. Sasa mimi sikuwa najua kama ilishaenda. Nilikuwa nimeacha hapo asubuhi but ile thought ya mind si niko na zingine kwa nyumba. Nikaamka nazo kwenda kwa tap. Kwenda kwa tap ndo napata kiatu yangu ilikanyaga hapo kwa tap. Sikuwa nimeivaa. Unaona? Sasa ninashangaa kiatu kwani ilikuwa peke yake. Na nikuulize, ingekuwa eti mtu ajui like hiyo ni mtu alijua maybe unakwanga na hizi viatu hizi type na amezitamani. That's why sasa alijua huyu maybe anachanga viatu nje. Sikifika hii time hayuka ama analala sasa nikuje niende because hakuna mtu anaweza toka huko na akuja aibe kitu yenye like hakutarajia ama akuje tu eti anakuja kutafuta. Ni tu the same we expect mchana sio utaambia aje mtu asiingie hapo. Utaambia mtu usiingie hostel, hatuelewi watu kuingia kama hatukujui. No, ilhali unaweza pata yeye amepewa wrong direction, akaambiwa hiyo hostel yenye uko hapo ingia hapo kwa yeye. Unaona akiingia yeye ataona. Na kama ni mwizi akiona atasema hizi nimezima kacha nitazikujia. Ataanza sasa kupimanishia venye like unaona. Ama upate amekuja mara kadhaa. So like hapo kwa security nasema like pia mtu safeguard vitu zake, wewe tu jiangalie. Ujuaji huwezi jua chenye kitafanyika next. So umesema for the purpose of improving security for the comrades, hostels pia zinafaa kuwa na personal rules. Yaani sikuwa na rules. Shule pia ikuwe na rules zake. Venye watu wanaingia freedom. Okay. Na kila mtu ajilinde. Security starts from yourself. Hiyo charity anzisha hapo kwako. Hakuna venye uta expect landlord ama shule strict hizo rules ama wewe mwenyewe. Serikali unapata mzazi alikwambia wewe fanyaga aje na laga saa 2. Wewe saa 2 mzazi wako anajua mtoto wangu ashalala, lakini wewe ni nani? Saa 2 ndio unaamka. Mbona hiyo saa 2 ndio watu wanaenda senta. Sasa si like ilikuwa expressions juu mzazi ajui. Unajua mimi kwanza baro wangu mimi before ajue tunaenda soko usiku. Like alikuwa nadhani namuonga staff mchana. Ndio nikamwambia like mchana unapata shoppers ya funguliwa. Bali nikiweza wakianza kuweka ile rules lazima pia watajua this is what comrades wanatoka saa 2 so by saa 4 kitu kama hiyo. So lazima ikuwe inaendana na time ya comrades yenye wamezoea kwa kawaida. You comrade nani mtu utajua chenye atafanya next. So asanteni sana for our podcast. That is the end of our podcast today. Tunashukuru sana kwa kutusikiliza and that's how things are in terms of security around Rongo University. yeah.